Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya Pentekoste, siku inayoangaliwa kama siku rasmi ya kuzaliwa kwa kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 2, aya ya 1 hadi ya 11. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 12, aya ya 3b hadi aya ya 7 na aya ya 12 hadi ya 13. Injili takatifu inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 20, aya ya 19 hadi ya 23. Tutajikita zaidi katika Injili takatifu. Hata hivyo, tunaposoma katika somo la kwanza na somo la pili, tunaona Roho Mtakatifu alivyowashukia mitume kwa mfano wa moto. Tumezoea njiwa ikiwa inaonesha alama ya Roho Mtakatifu, lakini leo tunasikia Roho Mtakatifu anapowashukia mitume anakuja katika umbo hilo la moto, ndimi zilizogawanyikana, na anapowashukia wanaanza kunena kwa lugha. Wapendwa ndugu zangu, kuna mambo kadhaa tunataka kujifunza. Swala la kwanza, Roho Mtakatifu anawashukia katika maumbo hayo ya ndimi za moto ili kueleza kazi aliyokuja kuifanya Roho Mtakatifu. Moto kwa kawaida huleta mwanga pale palipo gizani. Pale palipo giza, moto unaleta mwanga. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni moto ambao unawaka ili kuangaza akili za binadamu ziweze kuelewa vyema mambo ya mhusuyo Mungu. Lakini moto ukisha kuleta mwanga wake ufichua yale yaliyo gizani. Kumbe Roho Mtakatifu amekuja kufichua yote yaliyo gizani na kuyaleta mwangani. Roho Mtakatifu hataki watu wa Mungu waishi gizani, bali katika mwanga wa Mwenyezi Mungu. Lakini Roho Mtakatifu amekuja kufanya kazi ya kuangaza akili za watu kwa kuwaletea elimu, kuwafunulia yaliyofichika, lakini pia kuwakumbusha yale yote waliyofundishwa na Kristo Yesu. Lakini Roho Mtakatifu ameshuka katika umbo hili la ndimi za moto kwa sababu moto huleta joto. Roho Mtakatifu anakuja kuwa joto kwa watu waishi wakiwa ni moto katika joto la upendo wa kimungu. Hataki watu wa Mungu waishi katika uvuguvugu wala katika baridi. Maana katika uvuguvugu hakuna ukamilifu wa neema ya Mungu, na katika baridi huwezi ukaifanya kazi ya Mungu ukiwa baridi. Roho Mtakatifu anataka watu wake waishi wakiwa moto katika mambo ya mhusuyo Mwenyezi Mungu, wakiongozwa na moto wa upendo wa kimungu. Lakini pia amekuja kuondoa uvuguvugu wa watu kukaa kana kwamba wamebatizwa kana kwamba wajabatizwa. Na kwa kweli Mtume Yakobo anatuambia ukiwa vuguvugu unatapikwa. Ukiwa vuguvugu Kristo anakutapika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hataki watu wa Mungu watapikwe, yaani watupwe nje ya wokovu, bali waweze kuupata kwa kuishi wakiwa moto. Zaidi ya hayo lakini, kazi nyingine ya moto ni kuteketeza, kuharibu na kuangamiza uchafu, takataka. Roho Mtakatifu ameshuka katika maumbo haya ya moto ili kuhakikisha ya kwamba anateketeza uchafu wote wa dhambi ndani mwetu. Na hapo tunaweza tukaona hilo tutakapoingia katika Injili takatifu, ambapo Yesu baada ya kuwapa Roho Mtakatifu anawaagiza sasa wakaifanye kazi ya kuwaondolea watu dhambi ili kuteketeza uchafu wa dhambi zao, watu waishi wakiwa huru, wana huru wa Mwenyezi Mungu. Lakini ndugu zangu, tunapoingia sasa kuiangalia Injili takatifu,
tunakutana na mambo kadhaa ambayo na tuyaone sasa. Jambo la kwanza ni amani. Neno la kwanza ambalo Kristo anawaambia watu wake ni amani. Anapokutana nao anaambia amani iwe kwenu. Hili linataka kutuonesha kwamba Kristo mfufuka anathamini amani kuliko vitu vyote. Ndiyo maana anatanguliza kuwapa amani. Lakini amani huondoa woga ambao ulikuwa umewatawala kwa hofu ya Wayahudi. Kristo Yesu hataki watu wake waishi katika hofu na woga, bali katika amani ya kweli. Na ndiyo maana kabla ya kuwapatia utume, kwanza anawajengea mazingira mazuri ya kufanyia utume wao, yani mazingira ya amani. Hili litukumbushe ya kwamba Kristo alishatuletea amani, na sisi kama Watanzania, wazee wetu walijitahidi kuilinda hii amani, ingawa sasa hivi inaanza kutoweka. Uwe ni wito sasa kwa mamlaka na wote wanaohusika na mambo ya kulinda amani, waturudishie amani yetu aliyotupatia Kristo na wazee wetu wa mwanzo wakailinda. Kumbuka, kabla ya kuwapa utume kwamba pokeeni Roho Mtakatifu na mwende mkawaondolee watu dhambi, anawajengea mazingira ya amani kwanza. Maana palipo na hofu, palipo na woga, watu hawawezi kuipokea neema ya Mungu. Neema ya Mungu haiwezi ikakaa na kutulia kati ya watu. Haiwezi ikafanya kazi vizuri katika mazingira hayo yasiyokuwa na amani. Sasa hivi maaskofu wetu, mapadre wetu, wachungaji wetu wanafanya kazi katika mazingira magumu sana. Hawana hakika tena na kesho yao. Maana wakihubiri mambo ya muhusuyo Kristo, mambo ya haki, mambo ya ukweli, mambo ya upendo, wanawindwa kama wanyama. Wanawindwa kama wanyama, maisha yao wanawindwa kama wanyama. Wanapigwa, wanauawa. Amani ya Kristo imetoweka. Mamlaka zinazohusika ziturudishie amani ya Kristo ili injili ya Kristo iweze kuhubiriwa na kupokelewa kama Kristo alivyoikusudia. Bwana Yesu anawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Na kama Baba alivyonituma mimi, nami ninawatuma ninyi. Ni baada ya kuwapa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amekuja ili kuliwezesha kanisa kufanya kazi yake. Ndiyo maana Kristo hawapi utume bila kuwapa Roho Mtakatifu. Anawatuma wakafanye kazi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mapadre wetu, wachungaji, maaskofu wetu wanaongozwa na Roho wa Mungu wanapofanya kazi zao. Sio vyema kujaribu kuwazuia, maana kufanya hivyo ni kuzuia nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya kazi ndani mwao. Zaidi ya hayo lakini, Yesu anatuonesha umuhimu wa kitubio. Watu hawawezi kumtumikia Mungu wakiwa katika hali ya dhambi, bali lazima watakaswe daima. Anapowapa Roho Mtakatifu anawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mtakao waondolea dhambi watakuwa wameondolewa. Mtakao kataa kuwaondolea hawataondolewa. Kumbe wapendwa ndugu zangu, kwa hili Yesu anaonesha umuhimu wa sakramenti ya kitubio. Lazima tuijongee sakramenti ya kitubio na tuungame dhambi zetu ili tupate kuondolewa. Kumbuka mitume ndio waliopewa Roho Mtakatifu huyu ili wakawaondolee watu dhambi zao. Kuna watu ambao akili zimeshawaruka, wanafikiri kwenda kuungama dhambi kwa padre ni jambo la kibinadamu. Ni Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Kristo Yesu ndiye aliyewaagiza mitume wake wakawaondolee watu dhambi baada ya kuwapa Roho Mtakatifu. Kukataa kwenda kuungama dhambi zako ni kumkataa Roho Mtakatifu ambaye Kristo Yesu amemshusha ili atuondolee dhambi. Tumwombe Mwenyezi Mungu atutie nguvu daima, tumpokee Roho wake Mtakatifu ili aweze kuleta mwanga wake katika maisha yetu, atusafishe, atufundishe, atutie nguvu, atutie joto, ateketeze dhambi zetu, atuweke huru, tumtumikie Mwenyezi Mungu wetu kama wana huru wa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya sherehe ya Pentekoste.